zitaisha. Unajua tu maana ukija nyumba hii unampia. Ukija nyumba hii tu una habari. Bila hivyo hata kufikia hapa. Yangu. Nje kwa kazi pale. Pilika za kazi kuna huku uliza kaingia na. Sami. Samir bwana. Unafahamu unajua wewe. Wewe usiniambie yupo juu. Wow. Kapendeza. Ana mwili mtamu. Ana muonekano mzuri. Amepanda. Wacha kumwangia sifa. Ndugu yangu. Kimuhimu kiliponipata mwenzako. Acha nijiachie. Nishasahau na ofisi. Nimefukuzwaje sasa? Yamekuwa hayo tena. Najali sasa. Maisha popote bwana. Kisa sana. Sasa. Ndio la msingi. Au? Wacha nayo maana hapa wewe fry si nini hata maliza. Umechukua namba za simu? Nimechukua. Ukiwa shida nini bwana? Sasa mchezangu nakwambia. Mpira dakika 90. Sasa 45 zimepita mama. Tabaki 45. Ulimkosa shule? Jitahidi sasa mama hapa. Akili chanua kuna kuamini kama ndani. Fanya wezavyo upate. Yaani nitajitahidi kadri ya uwezo wangu. Ila sasa kuwa makini sana mama. Inabidi uangalie Samir yuko kwenye mazingira gani, anaishi vipi. Unajua sio tu unaingia kichwa ndugu yangu. Mwisho wa siku Samir ukamkosa, kazi umekosa na matatizo mengine. Mjini hapa nimekusoma over. Kwa jitahidi sana. Mimi nakuamini wewe. Rafiki yake bwana ngoja kunga wangu nafungua. Sana kana nimuone. Ndio hivyo ila jitahidi. Nataka kupitia mafuta ya nyumba hii. Pandisha ni huko juu. Umenishtusha sana. Kwanza samahani sana, najua nitakuwa nimekusumbua. Bila samahani. Kwa pengine umeacha shughuli zako na nini. Kweli Samir, yani mimi nina tatizo. Tatizo langu nimeona kwamba angalau nikipata mtu kama wewe naweza kukuhadithia kwa sababu ni kama ndugu yangu kwa kweli kwa kipindi ambacho tuliwahi kuwa pamoja. Samir, kwanza unataka kujua nimepoteza kazi. Juzi nilipokuwa nakusalimia pale nika misbehave, boss kani mind, yani nimetolewa kazini. Pole sana. Asante. Na unajua mimi nilikuwa naishi lakini nilikuwa naishi kwa rafiki yangu kwa sababu nimepata matatizo na nikawa sina kodi ya kulipa pale ambapo nilikuwa naishi. Kwa hiyo wakatoa vitu vyangu vyote nje na baadhi ya vitu wakazuia kwa ili wanasema kwamba nitakaporudisha ile hela yao ndio nitakapoweza kuvichukua vile vitu. Kwa hiyo ni mpaka hivi ninavyozungumza na wewe sina sehemu ya kuishi. Yaani sio hata nitafanyaje, na kuna sehemu nyingine nimeapply kazi ya ofisini. Nimeambiwa niende nikachukue majibu baada ya mwezi mmoja. Kwa pengine mambo yanaweza kuwa mazuri. Sema sasa tatizo ni huu mwezi ambao wa kusubiri nitakuwa wapi. Ndio maana nasema nikuite niweze kuzungumza na yule hata kama una rafiki yako ujue jinsi gani ya kunisaidia. Ni kiasi cha mwezi tu, yani mwezi mmoja. Kwa hiyo shida yako kubwa ni nini hasa katika hili? Yaani shida yangu kubwa ni sehemu ya kuishi. Kwa huu mwezi mmoja ambao ndo naangaikia mambo yangu kwa ajili ya kutafuta kusettle. Pole sana. Okay, sasa tatizo liko wapi? Unajua toka kipindi chetu tumetoka Kilimanjaro. Mimi huja kutafuta maisha yangu hapa. Hapa nikafikia hapa. Kiukweli mwenyewe na matatizo makubwa sana. Sana. Ambayo kwa mtu kawaida hawezi kugundua nini ambacho kinikabili mimi sasa. Lakini na jua marafiki zangu kikweli mimi nilishaachana na mambo ya marafiki kwa sababu kipindi na matatizo yangu marafiki zangu wote walinikimbia na hakuonyesha ushirikiano kwa karibu kuonyesha kama mimi na matatizo kwa wakati huo.
Kwa sasa hivi mimi rafiki yangu ni mke wangu pekee yake. Samir umeoa? Wow, hongera. Asante. Mimi nimeoa sasa hivi na miaka 3 ndani. Lakini nimefanikiwa kupata mtoto mmoja. Kwa hiyo kupitia hilo sasa niambia kwamba nikutafutie marafiki, yaani rafiki yangu pengine. Sio. Lakini kwa ulichonieleza mimi kimeniingia kimya. Ila wacha nifanye utaratibu kwa sababu mimi kwanza nimeshtuza. Wewe kufanya utaratibu fulani, alafu nitajua nikusaidia vipi. Nakuomba sana Samir, kwa leo ndo mtu ambaye angalau hata naweza nikamwambia matatizo yangu. Sio, namba yako mimi nayo nimeshasema, nitawasiliana nawe. Sawa. Wacha mimi nikuache nikaendelee na kazi. Samir au chochote? No, sasa chochote. Sana nilikuwa simu. Kwa watu kwa benki kalipigia simu kwa namba yangu. Sawa. Pole kwa kusumbua. Vibaya anajaribu mbana hapo. Sije kama kana mbele kama nyuma na nyuma mbele. Shikamoo. Marahaba. Mashina salama. Habibi, nini? Baby. Hapa kanuna sangine. Kanuna kweli kuna mwana kama mchangamkia. Ndio unacheza. Sio kucheza, hataki kusuka. Karibu watu. Asante. Mama. Kama kuna mgeni. Dadangu leo tujue nafikiri juzi tukamzungumzia. Ndio nikuja naye. Karibu. Karibu sana mami. Karibu. Nisikie kwa nyumbani. Asante. Pole wifi na matatizo. Sitazoea kwetu. Karibu sana. Nashukuru. Acha. Ni anaitwa Ziada. Ni dada hapa ndani. Nafikiri mtoko wote pamoja. Naundu moyo wangu uliona kwenye picha tu. Huyu ndo nyonga mkalieni habibi. Chukua mabegi alipeka ndani ya mgeni. Basi nishikie hivyo bibani. Nishikie mama. Kwa mimi naanza kazi ya bana sasa. Sasa karibu ndani basi hapo niweza kuonyesha na chumbani basi. Karibu. Asante wifi. Karibu sana. Tumeshakuwa. Mimi ndani basi. Nini tawalia? Chochote. Yani kungu nyeusi njano.
Sasa mimi natoka na wifi hapa Fikiri tunaona baadaye. Sawa? Okay. Nice. Bye. Chagua msitokee. Okay. Sawa. Shinda sana na watoto. Unajisikiaje? Hebu niambie unahisi tuko wapi? Hata harufu yake hapo mshisahau. Hebu jaribu kusanusa kidogo, unasikia harufu gani? Nasikia harufu ya chakula. Kama jamaa wetu mmoja ofisini kwetu pale, Rashid Mluto anakula huyo. Mwili kidogo. Bila kwa hiyo. Mwana tukae pamoja kwa sababu Mwenyezi Mungu ameweza kutuonyesha njia mpya kwa wakati wetu sasa kufurahi. Kwa ndio wale mama kutoa kidogo mazingira ambayo ni nyumbani kwa umeshazoea. Nashukuru kama unazoea na right. Hapo ulipo nilika. Mimi sio na pilipili. Kingine kwa mimi. Najua siku mbili hizo umekaa nyumbani. Kapoa kama mshomani. Sio kama Michael Jackson. Nataka kuoza. Nataka kuoza mdomo. Hapa hatua moja mchuzi na nyama chakula hiki. Sawa. Lakini ngoja kwanza niingie sukari. Niingie sukari. Ngoja kidogo sana. Jamani. Unagulisha? Unagulisha. Mbona? Sorry.
Ndio ndio msikuache. Sasa kama unakwenda jamani. Ya ni kweli sijakuruhusu nilishe tayari nilikuwa nakuangalia. Sorry. Sorry. Sijali. Acha kuacha. Ndio tunasema. Una tatizo gani? Sasa unapolia na kunikia vipi sasa? Au mimi nini kimetokea sasa? Nibijao kujinga kusaidia. Vipi? Nimetoka kupanda ushukuru. Halo. Mama mkalini. Habib, habari. Ya. Vipi? No, tumetulia. Nasikiliza muziki. Okay. So, Nyonga. Mimi natoka. Naelekea kufanya majukumu ya kitaifa. Kile nakutakia kila la heri. Ndio kulinda. Amen. Mungu, nimekukosea nini mpaka kunipa hukumu kubwa kama hii? Leo hii ningekuwa mimi naongozana na mume wangu kama tulivyokuwa tukiongozana kwenda kazini, tukiongozana, tukicheka na kufurahi. Nikikutana na marafiki zangu na wafanyakazi wenzangu, tunacheka na kufurahi.
lakini leo hii haiwezekani tena, siwezi. Nimekosea nini Mungu mpaka kunipa hukumu kubwa kama hii ambayo iko nje ya uwezo wangu? Nimekuwa kama mzigo tu hapa nyumbani. Mungu. nimekuwa kama zuzu, nafanyiwa kila kitu. Listen to me. Usiendelee kulia mama, kwa sababu kila kitu kinapangwa na Mungu. Mwenyezi Mungu aliona yote. Unapolia unakuwa mkufuria. Mimi niko kwa ajili yako, nitakuongoza. Nitakupa praise. Hii ni kama Mwenyezi Mungu.
basi moyo ukashindwa kufanya mambo yako mengine. Kutokuona sio kama unashindwa kuishi, utaishi kama kawaida na mimi nitabaki kwa macho yako. Nitamwona mtoto atakawa pia. Sema mwanamke. Asante bebe. Hamna lolote, mambo magumu. Kivipi tena mtu kunaye ndani tayari na mambo magumu? Yaani hicho ndio kinachonifanya unaniona niko hapa mpaka muda huu. Yaani nimekuja hapa nataka nikuombe ndugu yangu. Niko chini ya miguu yako unipeleke Kilingeni japo nikahangaike. Tu. Kilingeni tena. Nataka kuleta habari za changa kwenye Bongo Flava ndugu yangu. Bwana, Kilingeni shakutana na wakati. Mwanamke sasa ana shetani. Kwa una uwezo, unaenda una kila sababu. Kama mwenyewe pole mbona na Kilingeni tosha. Kama ndio hivyo. Unipege basi na hiyo miujanja. Ujanja naweza kupamia ndio huo. Enda katumia shetani wako ulikuwa na Mwenyezi Mungu. Kwa sababu anakuambia mwanamke ana nguvu za kumfanya mwanamume aina yote hata awe ana nguvu yake sika toka huko mwanamume wa aina gani. Lakini kija kwa mwanamke kutokana na huo shetani kwa Mwenyezi Mungu anakuwa mdogo, anakuwa na neno. Nipe basi hiyo miujanja. Miujanja tena. Ujanja ni hiyo ushetani wa Bwana Mwenyezi Mungu ndio ujanja ndio unaweza kupamia. Nenda kautumie huo. Yaani wewe na mimi leo tunafichana kwa hiyo. Sisi tunafichana. Nenda katumie ujanja wako. Ukishindwa kufanya huo shetani, njoo. Sawa. Sawa. Ngoja kwanza niwahi. Nitakupa matokeo. Kafanya kazi na kazi. Njoo. Haina shaka mimi nitapeleka. Sasa kutokana na uchunguzi tuliofanya kwenye hospitali yetu tumegundua mkeo ana ukungu ndani ya macho yake. Ndio unamsababishia kumwekea kiza na kutokuweza kuona kabisa. Sasa basi labda nikushauri kitu kimoja kwamba daktari mmoja kwa kitu kimoja tu. Unajua mimi nataka nifahamu tu maendeleo ya mke wangu yanaendeleaje na macho yake. Unaponiambia swala la kupona mimi nishaambiwa sana na pesa nimetoa nyingi sana. Kiasi kwamba mpaka nilikaribia ufukara. Unaelewa vizuri daktari? Mimi mke wangu nimeambiwa kwamba
Siku moja daktari aliniambia, kwa daktari mmoja kwa Dr. Faris, nilipoenda hospitali moja akaniambia kwamba mke wangu matatizo yake ni kwamba alipata kifafa cha uzazi. So mke wangu alipojifungua ndipo alipata matatizo. Kile kifafa cha uzazi ndicho kilichompelekea yeye kutokuona macho yake. Sasa wewe unakuja kuniambia tena ndani ya mboni si ndani ya macho kuna ukungu ambao unamsababisha asione. Sasa unafikiri daktari kwa mimi nitakuwa nakuelewa vipi? Sikiliza, ngoja nikushauri kitu kimoja. Unajua nini? Kifafa cha uzazi kinajitegemea, akiingiliana kabisa na matatizo ya macho. Inavyoonekana huyu mkeo kuna sumu ambayo ilimwagikia ndio ambayo ilimsababishia matatizo haya yote. Sasa kwa hiyo labda kukushauri ni kwamba cha kufanya sasa hivi, haraka iwezekanavyo tafuta utaratibu wote ili uweze kumtibia mkeo, la sivyo hii hali itaendelea, mwisho wake macho atakuja kufa kabisa na atakuwa kipofu maisha yake yote. Kwa na kwamba ufanye hivyo. Sawa, najitahidi niangalie ustaarabu, lakini sawa nimekuelewa. Ndio kadri muda unavyozidi kwenda mbele na tafakari, bwana daktari anashindwa kuelewa kabisa. Kwa sababu moja au mbili. Mara mwisho Dr. Faris kabla hajanikimbia aliniambia kwamba wewe tatizo hili ni kifafa cha uzazi. Leo hii na daktari anazungumza naye ananiambia kwamba wewe inaonekana kuna dawa ilitiwa kwenye macho hapa imesababisha ukungu pamoja na kiza katika mwili wako, kiasi kwamba kusababisha mpaka leo huwezi kuona tena. Sasa sielewi hii ishu imetokana na nini, lakini kwanza wewe wakati mara ya kwanza kabisa tulipoachana pale wakati mwingizo kuelewa siku ambayo tutokea matatizo haya, nini kiliendelea kule ndani? Kwa sababu katika kumbukumbu zangu dia wewe ndio kwa macho. Miaka yote nimeishi na wewe katika ndoa, sijakuwa na tatizo la macho. Sasa hebu niambie, siku ambayo umeenda pale hospitalini kuacha mlema kwa mjamzito, nini kiliendelea kule ndani? Baada ya kupokewa na wale manesi pale, nilipoingia ndani, ilichukua muda mrefu Dr. Faris naye akaingia. Sikuchukua muda nikajifungua. Nilimwomba Dr. Faris anipe mtoto wangu. Mlela, ongea sana kwa kujifungua mtoto wa kike. Mtoto wako ametokana na afya njema na kilo za kutosha. Hapana, siwezi kumwona kwa sababu tumeona kwa baadaye. Ila sasa nilikuwa naomba nikuchukue sindano. Hebu niambie ukweli kwanza kitu kimoja. Wewe katika kumbukumbu yako, wewe na Dr. Faris mmeshakuwa na ubaya wote? Kwa sababu mimi binafsi yangu sijawahi kuwa na ubaya wa aina yoyote na Dr. Faris. Katika maisha yangu yote nilomfahamu ni jamaa. Mpaka siku nilikuja hata ndio maana hata nilichanganyikiwa sana siku ambayo alikuwa amekimea zile pesa zangu. Ana ugomvi gani na mimi? Nini kitu gani kibaya ambacho Faris kumfanyia mpaka kutendewa hivi? Hebu niambie vizuri. Wewe unaishi yote ambao mpana na Dr. Faris mkazumiana mkafanya mambo yote kwa sababu mtu hawezi kukutendea ubaya pasipo kumfanyia ubaya. Please, niambie kweli.
Nilikuwa Dr. Faris anaweza kama amechangia hili tatizo. Lakini sikutegemea kama anaweza akanipa hukumu kubwa kama hii. Sikutegemea kabisa. Unajua dia, kabla tujafunga ndoa mimi naye. Munira. Kwanza ningependa kutoa shukrani zangu kwa wewe kuja hapa na kunisikiliza. Lakini jambo kubwa ambalo limenifanya nikuja hapa ni mimi kutaka kueleza hisia zangu nilizonazo kwako. Nakupenda. Pamoja na kuwa unajua kwamba una mpenzi, lakini mimi pia nina mpenzi. Lakini kuna kitu kinanifanya kinisukume kukwambia kwamba nakupenda. Faris. Uliponipigia simu uniambia unaniita hapa, na maneno unaongea hapa ni vitu vile tofauti. Unaniambia vitu vingine kabisa, nashangaa nakuja hapa unaongea vitu vile vile ambavyo ulishaviongea na vikaisha. Kwa nini? Alafu unitia hapa. Yes, unajua ni kwa nini? Nilikuwa najaribu kutafuta eneo ambalo litakuwa comfortable. Tukakaa, tukaongea, tukasikilizana. Nikaona hapa ni sehemu nzuri sana, tunaweza tukakaa tukaelewana. No, unajua I'm trying to express my feeling to you that I love you. I love you so much, Munira. Lakini nakuheshimu Faris. Ndio maana nikafika hapa. Na unajua namheshimu sana Samiri. Lakini wewe kumbuka kwamba Samiri ni rafiki yako, na wewe na familia yako. Kwa nini lakini? Sawa, Munira, pamoja na hayo, unaona. Sasa labda nikwambie mpaka ukanielewa. Lakini kuna neno ambalo ningeweza labda kulitumia kwako zaidi ya nakupenda. Labda ningeweza kulitumia kwako. Wewe unanipenda lakini siwezi kulazimisha mapenzi. Siwezi. No, najaribu kulazimisha, unifurahishe tu japo leo, uifanye siku yangu ikawa nzuri, Siku moja tu sio mbaya bibi, okay? Wewe unachekesha Faris. Nilazimisha mapenzi kwa sababu siku moja kwa ajili ya kukufurahisha wewe. Yaani labda siwezi kulazimisha moyo wangu, nimeshakwambia nampenda Samiri. Yaani kuhusu mapenzi sahau. Nakwambia nakuheshimu, kuhusu mapenzi sahau kabisa hiyo. Fanya siku yangu leo ikawa nzuri. Usinifanye nikachukia, sawa? Kufurahisha wewe. Leo tu unajua Munira, kuna kitu ambacho najisi sasa. Moyo wangu unataka kufanya kitu ambacho naweza nikakukosa baadaye. Nakuomba japo leo bibi. Japo leo tu. Faris, unafanya nini? Kitu unachofanya ni kibaya. Sikiliza, asipokuja lazimisha Faris. Nitakuja tu kama unanipenda. Ndio kwa unanipenda. No. Unachokwambia. Siko sawa. Sawa. Sikiliza basi. Amini ninachokwambia. Sawa. Yaani nikwambia kwa moyo wangu. Sasa. Nakupigia simu pamoja tutana kile nachokutaka. Okay? Sawa. Okay, sawa. Usichelewe basi. Okay. Love you. Okay. No. Please, I was here, my baby. Yeah. Oh my God. Oh, you make my day happy. Yaani katika siku ambazo umenifurahisha, leo inaweza kuwa ni ya kwanza. Hata mimi naona. Alafu Munira, kadri siku zinavyokwenda, unavyokuwa unazidi kupendeza.
Hebu niambie siri ni nini hasa? Nitakwambia tu muda sio mrefu. Niko hapa tangu saa 12 asubuhi na kusubiri. Saa 12? Mimi nilikwambia saa 3. No, unajua nafanya hivi kwa mtu ambaye nampenda, unajua. Leta habari, leta taarifa. Dr. Faris. Yes. Kikubwa nilichokutia hapa. Nategemea kufunga ndoa hivi karibuni. Kufunga ndoa? Nategemea kufunga ndoa na Samir. Kwa hiyo ule usumbufu wako na uhuru wako ulikuwa unapata kunisumbua, naomba ukomee hapa. Nikiinua mguu ondoka, basi umeisha. Sihitaji usumbufu aina yoyote na kuheshimu. Kwa hiyo no, Munira. Unachokiongea kinatoka kinywani mwako au unaota? Namaanisha. No, sikiliza Munira. Unaondoka. Lakini kumbuka ipo siku utakukamata. Hivyo ni vitisho tu. Unitishe na wala siogopi. Ni sasa na dola kuku tu. Sasa kwa nini kuniambia siku zote tunakaa huko ndani mpenzi wangu mpaka matatizo yanatokea kama hivi? Sio kile mimi nikirekebisha. Unaona vile mpaka napangana mipango na safari nafanya mambo makubwa kwa kile. Wewe kama unafahamu kumbe kinachoendelea. Lazima nipande kile baby. Kama nilikuwa naomba kukwambia. Sio hivyo dia. Mimi mpaka napangana mipango na mauza gari yangu kwa sababu yako wewe. Kumbe unafahamu kila kitu. Sasa ungeniambia mimi siku zote mimi nijamwamini wewe. Yako na nilimwambia hivyo atakuelewa. Actually mimi sikaaji sana. Lakini labda nataka niambie si Samir nimekuta. Samir yuko kazini sasa hivi. Labda tumpigie simu. Haina haja ya kumpigia simu. Kwa sababu wewe nimekukuta. Unaweza kunisaidia shida yangu. Well, naweza kukaa hapa. Munira. Jambo kubwa ambalo limenifanya nije nyumbani. Please don't touch me. Yaani nilivyokuambia hujanisikia, haujanielewa au ni kitu gani kinakusumbua? Munira. Kinachonifanya nije nyumbani. Faris. Mimi ni mtu wa mtu. Nilishakuja nikakukanya, nikakukataza usinifuatilie. Hivi ni nini kilichokuleta hapa? Kama ni mimi ndio kilichokuleta hapa, please mambo yote. Faris, naomba uondoke. Okay, naondoka. Lakini kumbuka, nakupenda. Bye. Tegemea kama anaweza kanitesa hivi. Bwana nikufanya vitu kingine hivi. Anyway, najua kwamba tumekumbuka Brangeto wakati umeshakuja. Lakini si muda bado tutaendelea kufunika. Kisha nipo kwa mchana. Nasikia. MLANGO.
Ah!